violence isn't love. No, hata ukisoma Bible, imagine Mungu alitumba sisi, na wakati binadamu alifanya dhambi, Mungu hakuamua kuumiza binadamu. But Bible inasema ya kwamba akamtuma mwana wake wa kipekee, huyu akaweza kuumizwa kwa niaba yetu. Kwa hivyo love haifai kuumiza wewe, okay? Kwa hivyo tukiongea na mambo ya ama juu ya mambo ya domestic violence, hii haitokani most of the times, percentage mingi haitoki kwa strangers. Most of the victims ambao tunaona kwa mambo ya domestic violence wanakuwa hurt by someone they know. Pengine anaweza kuwa mume wako amekupiga slap, ama pengine anaweza kuwa girlfriend wako ameanza kukutupia vitu, ama boyfriend wako anaweza anza kupunch kwa walls. So hiyo ni sign ya domestic violence, okay? Kwa sababu hiyo sio normal. Kwa hivyo usianze kujidanganya kwamba huyu mtu anaenda kubadilika, especially ukiona zile sign mbaya za kuumiza wewe, okay? So kama uko kwa uhusiano, the first warning ni slap. Second, ukipata second slap, sasa hiyo itakuwa pattern. Huyo mtu pengine kuna haya percentage huyo mtu hawezi badilika, atakuwa anakupiga from January to December, from year 1 until the end of your life. Kwa hivyo ni action gani wewe unastahili kutake as a victim, ama mtu ambaye amewitness haya mambo yakifanyika? Kwa sababu ni vizuri nikupatie action, nisikupatie tu maneno. Ni vizuri nikupatie action ambayo unastahili kuchukua wewe kama victim, ama mtu ambaye anapitia mambo ya domestic violence, okay? Number 1, you must speak up. Na lazima uspeak up kwa mtu ambaye unaona ya kwamba haya mtu ambaye una trust, kwa sababu mtu anaweza kuwa mkubwa pale but wewe au trust. So number 1, you have to speak up. Maybe unazambia rafiki yako, unazambia pastor wako kama unamtrust, unazambia police. So at least speak up kama ukiona ya kwamba maisha yako yamo hatarini, so that because your life matters. Life yako ina matter kwako, kwa familia yako, kwa marafiki zako, kwa serikali, hata kwa Mungu. Kwa sababu kama Mungu anakutumia, lazima ukue hai na kutumie, okay? So let us break the silence in Africa. Ukikuja kwa mambo ya domestic violence, kama unakaa kwa kijiji, kwa matowns, kwa macities, hii ni mambo yanafanyika daily, na lazima sisi wote tukaweze kukua voices ama kukua sauti ya wale wanyonge ambao wanadhulumiwa kwa mambo ya kifamilia, kwa mambo ya urafiki, kwa sababu Mungu anataka wewe ukue sauti ili ukaweze kuokoa ile maisha ambao unaona ya kwamba yamo hatarini. Kwa hivyo ningependa ukaweze kushare, ukaweze kufollow, ushare kwa marafiki zako, ushare kwa platform zako, ili information ikaweza kufikia watu wengi na tukaweza kuokoa watu wengi, ama watu ukaweza kutoka kwa zile minyororo ambazo wamewekewa ama wao wenyewe wamejiwekea.